Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Bwana. Madam Josephine, Bwana Yesu asifiwe mama. Pascalia nakuona kule. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Bwana. Sawa. Jambo jema, tunamtukuza Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hapa alipokuwa amesimama mtumishi wa Bwana kwa habari ya kukata tamaa, tunaelewana watumishi wa Bwana. Nikasema Roho Mtakatifu Bwana ni vile mathematical. Tunaelewana watumishi wa Bwana. Muda fulani Bwana mimi mwenyewe leo yani nikawa naona kama moyo wangu unapoteza furaha. Tunaelewana watumishi wa Bwana. Yes, kwa sababu ya jambo fulani ambalo of course lilitokea na huwa linatokea. Sasa lilipotokea tena nikajikaza, lakini bado moyo wangu kawa hauna amani. Sasa nikajaribu kwa strategy zenyewe ambazo nikaona kwamba labda zitanisaidia. Tunaelewana watumishi wa Bwana. Lakini kumbe Roho Mtakatifu hili jambo akawa ameliona kwamba mwananchi wangu pia leo amehuzunika. Tunaelewana watumishi wa Bwana. Na kwa yeye tu inawezekana utulivu ukawa sio wa kutosha sana. Sasa baada ya kuwa mtumishi wa Bwana ameleta ili na mimi nimehudumiwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, ukiona labda unajua wakati mwingine au ukisema nilihuzunika au ninaonyesha kama kale ukata tamaa, unaweza ukashangaa kidogo kwamba anahubiri na anakata tamaa. Maisha yana mambo mengi mtumishi wa Bwana. Kutingwa waga kuangalia, kuna muda unatingwa. Tunaelewana watumishi wa Bwana. Kwa hiyo ni strategies. Kwa hiyo nikaomba kidogo, nikanena kwa lugha pale kama sehemu ya kuondokana na hilo jambo. Kikubwa ni kwamba sikukubali. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, na ni muhimu sana, na hata hapa sasa na mimi pia saizi niko vizuri na mtukuza Mungu kwa ajili ya jambo hili. Na nikasema sasa uzito unaotokea, nikasema I speak vibrance into my mind in the name of Jesus. Nikanena kwa lugha pale, natamka changamko ndani yangu, changamko kwa jina la Yesu. Sasa nadhani ilikuwa haijatosha sana. Sasa hapa kitu kimekamilika. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya watumishi wa Bwana. Yes, na wakati mwingine hii hali ilikuwa hapo nyuma ilikuwa inanisumbua sana. Unaenda, unachangamka, baada ya muda kunatokea jambo kana kuzimisha. Unakuwa kuja tu kanisani kama sehemu ya utaratibu. Nikasema utaratibu na kenyewe sio kazuri sana. Kwa hiyo ikafikia mahala unajua jambo lote unaanza kwanza mwenyewe na wewe unaona kwamba unafika nalo wapi. Tunaelewana Nikaenda nalo kidogo, nikaona linanishinde, kabidi nimshirikishe baba kwamba mtumishi wa Bwana waga kunaenda kwa kipindi kanaenda. Baada pana simika, unaona kama niko hai lakini kimsingi nimekufa. Jamaa mbona kama anachangamka, kumbe mimi kimsingi hapa tuko pamoja. Tupo tunasukuma siku. Sasa baada ya kuwa nimeombewa imenisaidia sana. Sasa hizi hii hali pia kwa sehemu kubwa nasema nimeishinda kwa jina la Yesu. Niliona tu leo kama ilitaka kutokea na vitu kama hivyo, na nikaona kabisa kwamba nakuwa mzito. Lakini kikubwa ni kwamba Mungu wetu anatupenda sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, siku moja nilikuwa nasoma namna ya kutunza furaha yako au amani yako. Kukawa na jamaa anaeleza kwamba kwanza ukiona hali kama hiyo lazima ukumbuke kwamba Mungu mara zote yuko pamoja na sisi. Mara zote. Haijalishi kuna nini kinatokea. Lakini pia Mungu anatupenda sana. Yani ukiona kuna jambo linaendelea wala sio mapenzi ya Mungu. Jambo lolote ambalo ni gumu, zito, linakuhuzunisha, mara nyingi sio mapenzi ya Mungu. Lakini pia ni vizuri kukumbuka kwamba Mungu anaweza akakuokoa kwenye hali yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tunaendelea na somo letu tena ambalo tulibahatika kulianza last time by the grace of God. Na somo letu lilikuwa linasema sheria na siri za utajiri katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sheria na siri za utajiri katika ufalme wa Mungu. Tukaona sheria ni nini last time, lakini vile vile baada ya kuwa tumeona sheria ni nini, tuliona pia siri ni nini, na baada ya hapo tukasogea mbele kidogo, tukaona tena jambo lingine. Tukaangalia kwamba swala la utajiri kwa sisi wa Kristo sio kitu ambacho labda unakitafuta, ni kitu ambacho kipo
ni kitu ambacho kipo kabisa, yani chenyewe kipo kwa utaratibu wa kimungu kabisa. Ukiona kuna jambo linatokea ambalo kaumaskini kamekushikilia, maana yake sio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuliangalia tukaona vitu kadha wa kadha ambavyo tuliweza kujifunza katika ile siku. Tusome sasa kama sehemu ya kuanza tu msingi wetu ule tulianza, tulisoma Mwanzo 1:26 tulipokuwa tumekutana, lakini pia kama sehemu ya kukumbushana, hebu tuanze na Misali 18:18. Tuko mwanzo kabisa, najaribu kurudisha nyuma kidogo kule tulikotoka ili kwamba tuweze kwenda pamoja. Kurudisha nyuma kidogo ili tuweze kwenda pamoja kule tulikotoka, mtumishi wa Bwana. Tuweze kwenda pamoja kule tulikokuwa tumetoka kwa pamoja. Tusomee sasa, mtumishi wa Bwana. Utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam. Utajiri udumuo. Bwana Yesu apewe sifa. Na haki pia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kumbe utajiri na heshima vinatoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo utajiri na heshima vinatoka kwa nani? Kwa Bwana. Tena sio tu utajiri, ni utajiri udumuo. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Yes, tulisoma pia Misali 10:22. Tusomee pia mtumishi wa Bwana. Is it 10:22 au ni 22:10? Ni Misali pia tulisoma kama sikosei. Ni 10:22. Tusomee mama. Baraka ya Bwana hutajirisha. Ndio. Wala hachanganyi huzuni nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini tulikuwa tunajaribu kutengeneza huu msingi? Ni kwa sababu kumekuwa na imani, kumekuwa na dhana, kumekuwa na mtazamo kwamba kwa Mungu utajiri sio kitu ambacho ni halali yetu. Wakati mwingine tumeaminishwa hivyo kutokana na kuna mawimbi yamepita hapo katika Injili kadha wa kadha kwenye miaka kadhaa, ikaaminika hivyo na baadhi ya vifungu vikatumika kuhalalisha hilo jambo katika zana ambayo kimsingi sio kweli. Tumeelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo zana yetu kwanza uanze kupata picha halisi kwamba tunapozungumzia utajiri kwa mtu wa Mungu ni kitu cha kawaida kabisa. Na hayo ni maandiko machache tu ambayo tumesoma. Last time tulisoma mengi sana. Tukaangalia hata Wakorintho wa 2:8-9 inasema, na mmejua jinsi Bwana wetu alivyofanyika maskini ili kwamba nyinyi muwe matajiri. Tulisonga mbele kidogo tukaona Nyakati wa Kwanza 29:12 akasema kwamba unasema kwamba utajiri na heshima vyatoka kwako wewe Bwana. Naam, mkononi mwako mnakuwatukuza na kuwawezesha wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa haya maandiko yote yakawa natupa picha kwamba kumbe swala la utajiri sio kitu ambacho ni cha ajabu. Ukisoma Mhubiri kule na yeye anasema kwamba kama hekima ilivyo ulinzi ndivyo ambavyo fedha ni ulinzi kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna ulinzi fulani haupati kwa sababu umeomba sana, lakini kuna ulinzi tu mwingine unakuja kwa sababu ya zile fedha ulizonazo. Kuna heshima, yani hata askari akitumwa anakuja kwa utaratibu. Wanasema sasa, mheshimiwa, kuna jambo kidogo hapa kituo cha polisi, tunakuomba utakapopata muda baada ya kumaliza shughuli zako zote zile za msingi utakuja. Mwananchi mnyonge wanapotokea polisi wanatokea katika namna ambayo haina star. Kwa sababu gani? Uchumi kwako hauzungumzi. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo kuna ulinzi pia. Kwa hiyo tunapoendelea hivi, tengeneza shauku sasa. Anza kutengeneza shauku kwamba kumbe utajiri ni moja ya vitu ambavyo mimi ni haki yangu, lakini pia iwe ni moja ya ajenda zako kumwomba Bwana akuwezeshe. Na uzuri, Mungu ana sheria zake na siri ambazo we are going to dig deep into them. Hivi tulipata mtu wa kutufasiri Madam Beatrice, unaweza kufanya kazi eti mama? Basi mumsogezee mic hapa mama, inapotokea kuna kizungu kimepita sio kwa makusudi, anatusaidia kidogo. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Yes. Kwa hiyo utaona kwamba utajiri ni moja kabisa vitu ambavyo sisi ni haki yetu watumishi wa Bwana. Na Mungu ndio maana anasema, nadhani ni Hagai kule, anasema na imebakiza muda kitambo nami nitautikisa utajiri wa mataifa. Sisi tunaelewana watumishi wa Bwana? Maana kuna namna Mungu anatamani sisi ndio tuwe watu ambao
tuna uchumi mzuri. Sisi ndio tuwe watu ambao maisha yetu sio ya wasiwasi. Sisi ndio tuwe watu ambao tuna utele. Tulimuona Ibrahimu kidogo, maandiko yakasema kwamba naye alikuwa tajiri sana wa fedha, dhahabu na mifugo. Tunaelewa na watumishi wa Bwana. Lakini utakumbuka pia Yakobo kwenye kitabu cha Mwanzo kule, kulipokuwa kumetokea njaa, aliwatuma vijana wake wakachukua chakula mahali fulani. Walipokuwa wamekwenda kuchukua chakula, kuna namna ilifanyika, yule bwana Yusufu akawarudishia fedha zao. Alipowarudishia, walipokuwa wale watoto wamekuja, walipofunua magunia yao, wakakuta kuna zile fedha. Baba yao akasema kwamba safari hii mkiwa mnaenda, hizi hela jamani tena mrudi nazo, mbebe na zaidi. Kama mtu una upungufu mtu wa Mungu, ukakuta hela zako zimerudishwa mtu wa Mungu, ulikuwa umeenda kununua, si ndio unamtukuza Bwana eti? Nasema Bwana ameniona. Lakini it was not so to this man of the living God. Waambie mtumishi wa Bwana sana, unapochomekea unasema sasa. But it was not so to this man of the living God. Lakini haikuwa hivyo kwa huyu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi ni international watumishi wa Bwana. Kwa hiyo ndio maana tunakula mazoezi ili tukifika kule tusianze kupata taabu. Tunaelewana watumishi wa Bwana. Yes. Kwa hiyo unaona hichi kitu kilitokea kwa mtindo kama huo. Na kwa sababu zipo sheria kabisa ambazo zinatusaidia sisi kuishi utajiri katika ufalme wa Mungu. Tulianza kuziona. Moja, tukaona ni kujitoa au kujikabidhi kwa Mungu kikamilifu. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, tukasoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 na mstari wa 5. Tukaona kwamba katika hili kuna kumpenda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukasogea mbele kidogo, tukasema unaposema umejitoa kwa Mungu maana yake ni nini? Tulijaribu kuelezea pia kwa karibu, na sipendi kurudi sana nyuma watumishi wa Bwana. Tukaona kwenye hilo eneo kuna habari ya utii. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaona kwenye hilo eneo kuna habari ya unyenyekevu. Tukaona kwenye hilo eneo kuna mambo mengi ikiwemo kumhofu Bwana. Lazima uwe ni mtu ambaye unaishi kwa hofu ya nani? Ya Bwana. Ukitaka kufanya jambo lolote, in your mind unamweka Mungu kwamba hivi hili jambo Mungu analitazamaje? Ndio maana ya kuwa na hofu ya nani? Ya Bwana. Kwamba hivi hili jambo kwa Mungu linakubalika? Hizi dhuluma unazotaka kufanya, hii aina ya mitindo ya maisha unayotaka kufanya, je, Mungu anaitazamaje? Sasa mtu wa namna hiyo maana yake ni kwamba umejikabidhi kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pointi moja hapo kwenye kujikabidhi na kujitoa kwa Bwana ambao tukuigusia ni kutenda haki au kuishi kwa haki. Bwana Yesu apewe sifa. Tuone maandiko matakatifu kwamba kumbe kwenye haya maisha yetu ya kila siku watumishi wa Bwana, kuna mafanikio yatakuja kwa sababu tu kwenye mtindo wako wa maisha ya kila siku umekuwa ni mtu wa kupenda haki. Kwenye mtindo wako wa maisha ya kila siku umekuwa ni mtu wa kutenda haki. Kwa hiyo unapokaa kwenye mazingira kama hayo, automatically kuna baraka fulani, kuna mtiririko fulani, kuna mbingu fulani, kuna umakini fulani mbingu zinauachilia kwa ajili, kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa haki. Kwa hiyo unapoanza kuishi kwa haki, maana yake mbingu zinasema tumepata mwenzetu kule duniani. Na sisi tulivyo mbinguni utajiri ni kila kitu. Barabara ni za dhahabu na vitu vingine. Kwa hiyo na huyu naye tusimwache akaishi kinyonge, kwa sababu tayari ametambua. Kwa sababu dunia sasa hizi ukiwa hovyo ndo inaonekana kwamba unaweza kuwa na hizi mali. Ikiona kuna mtu mmoja anapenda haki duniani huku na anatembea vizuri, anasema achilieni udhihirisho wa kutosha. Tusome Waebrania sura ya 1 mstari wa 9. Tunaendelea na pointi hiyo moja ambayo tulianza, na tutakapo kwa muda mfupi sana, and then we shall move to the next point for the sake of our topic. Umependa haki. Umependa haki. Umechukia maasi. Umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu Mungu wako amekutia mafuta. Amekutia mafuta. Mafuta ya shangwe kupitia wenzio. Rudia mtumishi wa Bwana. Mafuta ya shangwe kupita wenzio. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema kwa kuwa umependa haki, hivyo Bwana amekutia mafuta. Anasema mafuta ya shangwe kupita wenzio. Kwa hiyo kuna mtu utakuwa ni jirani yako, kuna mtu utakuwa unasali naye, ila yeye kwenye shughuli zake atafanikiwa sana kuliko wewe, kwa sababu yeye amependa haki. Na ukipenda haki, kuna mafuta Bwana anaachilia, kuna nguvu Bwana anaachilia, inakaa juu yako, na kazi hiyo nguvu ni kuhakikisha kwamba unapata shangwe, na shangwe inaletwa na matokeo chanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa.
Tusome maandiko matakatifu kwenye hilo eneo pia katika kitabu cha Misali sura ile ya 14 na mstari wa 11. Tunajaribu kuona ni jinsi gani haki ina nafasi kubwa katika kufanya pia tunapozungumzia umejikabidhi kwa Bwana. Haki ni sehemu moja wapo. Maisha yako ya kila siku mtumishi wa Bwana, je, unatenda haki? Na kama unatenda haki maana yake umejikabidhi kwa Bwana. Na kwa sababu umejikabidhi maana yake tayari wewe ni moja wa candidates. Umeanza kuwa mtahiniwa, umeanza kuwa mstahiki wa kupata udhihirisho wa kitu kinaitwa kingdom wealth, yani utajiri wa kifalme. Nyumba ya mtu mbaya itabomolewa. Ndio. Bali hema ya mwenye haki itafanikiwa. Bali hema ya mwenye haki itafanya nini watumishi wa Bwana? Itafanikiwa. Watumishi wa Bwana. Sasa watumishi wa Bwana, tunapozungumzia haki ni neno pana kidogo, lakini linazungumzia namna ambavyo unaweza ukazingatia kuhakikisha kwamba maisha yako ya kila siku ni maisha ambayo hayana dhuluma ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ni dada, wewe ni kaka, wewe ni shangazi, kwa bahati mbaya kwa sababu zozote zile kuna ndugu yako akafariki, ameacha, wamesema kwamba bwana watoto wako wewe, sasa watoto wamekaa na ukoo, wanasema watoto wa fulani watakaa na fulani, na haya mashamba tunayaacha na hii nyumba na nini. Baada ya muda mtumishi wa Bwana, wale watoto hata shule tena hawaendi na wako chini yako, na mali uliachiwa na mashamba yapo. Hiyo ni kutoishi kwa haki. Na dhuluma za namna hiyo Mungu huwa hawezi kunyamaza. Kuna vitu tu automatically vitaanza kwenda sio vile inavyotakiwa. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo ni vizuri sana ukawa ni mtu wa haki mahali popote ulipo. Kazini kuna mtu anataka kuonewa, kwa nafasi yako unafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna dhuluma inataka kutendeka, wewe ni Mkristo, uko mahali pale, how do you contribute kuhakikisha kwamba hii hali haiendi kutendeka tena? Unapoishi hivyo automatically unaanza kuzialika mbingu zilete mafanikio kwenye yale mambo unayoyafanya. Misali 10:30 watumishi wa Bwana. Mithali 10:30. Mwenye haki hataondolewa milele. Mwenye haki hataondolewa milele, bali wasio haki hawatakaa katika nchi. Bali wasio haki watakaa katika nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe kuna mtu mwenye haki, maandiko matakatifu yanatueleza hawezi kuondolewa mtu kama huyu. Ndio maana kuna watu unaweza ukaona yupo ofisini au yupo kwenye biashara fulani, kuna fitina wanazifanya, kuna hujuma wanazifanya wenzake, lakini anaendelea kusimama. Kwa sababu gani? Huyu mtu maisha yake ya kila siku anahakikisha kuna haki inatendeka. Bwana Yesu apewe sifa. Haki ina upana sana, nisingelizungumzia in a very deep sense, lakini tunapozungumzia haki inagusa maeneo mengi sana ya maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo watu wa Mungu, umeachwa, wewe ndio msimamizi wa mirasi wa familia, umeshaanza kutumia, unauza vitu, wenzako hawajui chochote, unatumia. Hiyo ni kuonyesha kwamba hauishi kwa haki, na kwa sababu hiyo kuna mafanikio utakuwa umeyazuia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kwa sababu tunatakiwa kusonga mbele kidogo, hilo eneo la kujikabidhi kwa Bwana kikamilifu lisitushikilie sana kwa kipindi kirefu. Tuone sheria nyingine ambayo hii ni sheria hii inaitwa kazi au kufanya kazi. Sheria hii kufanya kazi. Sheria namba 2, muhimu sana, kufanya kazi. /kazi. Karibu tena mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. When you look closely at the scripture, ukiangalia kwa makini kwenye maandiko, you will find that utagundua kwamba God himself, Mungu mwenyewe, presents as a worker. Anajidhihirisha kama mfanyakazi. That is why, na ndiyo maana it becomes very important, inakuwa ni muhimu sana for a Christian, kwa Mkristo, to have a specific work, kuwa na kazi fulani which he does, ambayo anafanya, because kwa sababu our God, Mungu wetu, blesses, anabariki the works of your hands, kazi za mikono yetu. In no way, kwa njia yoyote, you cannot expect, huwezi kutegemea, to be blessed, kubarikiwa, without having a specific assignment, bila kuwa na kazi fulani which you do, ambayo unafanya on a regular basis, katika siku zote, on a daily basis, katika siku zote, in your daily life, katika siku zako zote za maisha. So in attaining kingdom wealth,
katika kupata utajiri wa kifalme, you need to have a work. unahitajika kuwa na kazi. And that is where, na hapo ndipo ambapo it will become possible for you itawezekana kwako to see God kumuona Mungu in your life. katika maisha yako. And luck, na kwa bahati and luck, na kukosa, it will not be your portion. haitakuwa nafasi yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo utaona kama ambavyo tumeanzia hapo, kumbe kazi ni moja ya vitu vya msingi kabisa. Ukisoma maandiko matakatifu, tuone sasa maandiko yanasema nini? Sheria ya kazi hii au kufanya kazi. Maandiko katika sura ya kwanza, Mwanzo na mstari wa kwanza. Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Karibu mtumishi wa Bwana. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia inampresent Mungu mwanzoni kabisa kwamba Mungu sio mtu, sio akukaa. Yupo kazini. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Mungu mwenyewe anafanya kazi, maana yake wewe pia unatakiwa ufanye nini? Kazi. Watumishi wa Bwana, tunaelewana? Yes. Ukisogea mbele kidogo katika Mwanzo hiyo 2:15 tusomee mtumishi wa Bwana. Maandiko matakatifu yanasema nini? We are trying to stress. Tunajaribu kubuild a point kwamba kufanya kazi ni moja ya kanuni muhimu. Ukiachilia kanuni ya kwanza ya kujikabidhi kikamilifu kwa Mungu, hatua inayofuata lazima uwe na jambo la kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu mtumishi wa Bwana. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Ndio. Akamweka katika bustani ya Edeni. Ndio. Ailime. Sawa. Na kuitunza. Ailime na kuitunza. Kulima jamani ni kufanya nini? Kazi. Kwa hiyo Mungu anamleta mtu wa kwanza duniani. Anampa kazi ya kufanya. Mungu ni Mungu wa vyote. Angeweza kusema kwamba mwanangu utakuwa unakaa tu kwenye bustani, ukiamka kuna nani kafa, kuna nani. Yaani wewe ni kula matunda heka zote. Lakini akasema no, utakapokuwa mwanangu utatakiwa kuwa unafanya jambo fulani. Kwa sababu kwa utamaduni wangu mimi Mungu ni Mungu wa kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Pokea neema ya kuwa mchapakazi katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaanza kuona kumbe Mungu anataka tuwe na kazi. Unapokuwa una kazi mtu wa Mungu, halafu ukajikita sana katika kumlilia Bwana, Bwana atakuwa anashindwa kwamba sasa anapotaka kukubariki akubariki wapi? Kwa sababu Mungu habariki palipo patupo, anabariki kitu unachokifanya. Je, ni ufugaji? Je, ni kilimo? Je, ni uchungaji? Je, ni siasa? Hata siasa ni kazi. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Sema wana siasa wangu wanachonichosha, wizi ndio mkubwa. Tunaelewana watumishi? Ukiona umefanikiwa wasikuchanganye wizi, rushwa. Hiyo nitaishinda kwa jina la Yesu. Kwa hiyo shout a big hallelujah. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, kila Mungu anatarajia ufanye kazi. Na ndio maana kwenye Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa 12 tusomee mtumishi wa Bwana. Tupo kwenye habari ya kazi hapa. Karibu mtumishi wa Bwana. Kumbukumbu la Torati sasa hiyo tunasoma ni 28:12. Anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Ndio. Nayo ni mbingu. Kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Endelea, mstari haujaisha wewe mtumishi wa Bwana. Na kwa kubariki kazi yako yote ya mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu rudia sasa mtumishi wa Bwana. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Amen. Na kwa kubariki kazi yote ya mkono wako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kumbe Bwana anabariki kazi ya mikono ambayo unanifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunapozungumzia kazi watumishi wa Bwana kuna dimension nyingi kidogo, lakini kazi inaweza kuwa ni biashara. Kwa hiyo mfanya biashara maana yake ni kazi kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi inaweza kuwa ni kilimo, inaweza ikawa ni ufugaji, inaweza ikawa ni ufundi, inaweza ikawa ni utumishi, inaweza ikawa ni namna nyingine nyingi ambazo zipo tunaweza kuzifanya. Kwa hiyo unapoona kuna kazi, maana yake kwa sheria ya Mungu ndipo unaanza kuwa entitled, unaanza kuwa na haki ya kuexperience kingdom wealth. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, kazi ni moja ya vipengele muhimu sana, na kwa bahati mbaya sana jamii yetu haipendi kazi. Changamoto kubwa tulionayo ya sasa,
Jamii yetu haipendi nini? Kazi. Yaani moja ya watu pia wanaohujumu hii nchi ni pamoja na wafanyakazi wa serikali. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Tunaelewana? Wafanyakazi wa serikali wengi ni wazembe sana. Na mimi ni mfanyakazi wa serikali. Sisi kwamba labda kitu ambacho sikijui. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Ukiona hili taifa kuna maeneo hayaendi, ni kwa sababu pia tuna watu ambao ni wanatamani sana wapate hiyo mishahara, lakini hawako tayari kufanya nini? Kazi. Wanashindwa kuelewa kwamba it is a principle of God, kwamba mtu lazima afanye kazi. Ndio maana wewe hujawahi kuona watumishi wa Bwana, unaweza ukaenda hata idara tu ya maji ukatoa taarifa kwamba bwana, pale kwangu jirani kuna bomba limepasuka. Hawana kazi yoyote, wapo pale unakuta wanapiga story, wanamaliza mwezi, hawajaje kuziba hilo bomba. Madam tu wao yaani kawaida. Unaweza ukaenda TANESCO ukasema jamani kuna changamoto kwangu ya umeme pale. Wakwambia tutakuja. Umeenda wataarifu saa 4, wanaweza kaja hata kesho saa 12 usiku. Na sio kwamba walikuwa busy, ni kwa sababu hawapendi kazi. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Yaani unaweza ukapiga sehemu ofisini, kuna watu pale wanataka kuhudumia, wanapiga tu story. Tena wanasema hivi ile nani umefikia season ya ngapi? Wapo pale wameketi. Bwana mimi nimefika ya 22, ila pale ndio inaonyesha yule dada aliteswa. Yaani aliteswa kweli. Unajua mpaka akakonda yule dada. Huko pale unawasubiria wakuhudumie. Hawana sense of duty. Hawa watu wapo, kazi wao wanaifanya ni kama adhabu. Sasa ukiwa na hiyo mentality kwamba unafanya kazi yako lakini unaichukulia kama adhabu, Mungu hawezi pia kuibariki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu, tutaenda kuona unapofanya kazi, yapo mambo ambayo unapaswa kuyazingatia, sio tu kufanya kazi. Kuna vitu vya kuviangalia ili uonekane kwamba mbingu sasa zinaweza zikaachilia uzilisho wa baraka kwenye hilo eneo. Haleluya watumishi wa Bwana. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 12, tuone maandiko matakatifu yanasema nini. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu, ndio tuliwaagiza neno hili kwamba ndio ikiwa mtu hataki kufanya kazi, mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Basi huyu ni mtume Paulo anasema huyo mtu asile nini? Chakula. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtumishi wa Bwana, si jamii yetu inalea sana uzembe. Unakuta una ndugu yako huko amemaliza chuo kikuu, ameshakuja pale kwako, hawezi hata kufagia uwanja, hawezi kuinuka hata akadeki, hawezi hata kupika, halafu unamtengea budget kwamba hela katakuwa kana kuzungusha ili iwe nini? Yaani jamani, this is society. Yaani unakuta kabisa mtu ni msomi eti hataki kufanya kazi. Unajua huyu bwana wamesoma, elimu imewabadilisha. Kwa hiyo ndugu yangu aga hizi kazi masuala sio ashike mkaa, huwa apendelee huyu ndugu yangu. Na unajua si ni mtoto wa mwisho pale nyumbani, kwa hiyo masuala ya kazi atakuja kuishije huyo mtu? Watumishi wa Bwana, ni hatari sana. Ukiona haupendi kazi, ujue una tatizo kubwa kabisa. Na hili ni jambo ambalo nitakiwa sasa uamue, maana huwezi kukemea ikawa sio pepo hilo. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Yaani kupenda kazi, mtumishi wa Bwana. Ndio maana sasa hizi tuna watu ni wazembe kila mahala. Mzembe kwenye kazi yake ofisini, mzembe akiwa nyumbani, mzembe kwenye majukumu yake ya ndoa, mzembe kwenye kila majukumu, mzembe kwenye elimu, mzembe kila eneo. Ndio maana tuna familia zimechoka, yaani hazieleweki zinaenda wapi. Baba ukimwona huelewi, mama ukimwona huelewi, watoto na wenyewe wanakuchanganya. Kwa sababu hii familia hawataki kuwajibika. Baba yupo tu na mambo yake, ujanja. Yaani watu wa hovyo. Jamani, usiwe wa hovyo. Tunaelewana? Hili taifa sasa hizi liko pabaya kwa sababu tuna watu wengi wa hovyo kabisa. Yaani watu wa hovyo kweli. Muweke mahali fulani, anachowaza ni kuiba. Wewe fungua ofisi, weke mtu anachowaza kuiba, mchukue mtumishi wa Bwana huyu ndani. Baada ya muda unaweza kufunga ofisi. Wizi. Hataki kazi. Anataka afanikiwe tu ini ethimusi wewe. Wewe Mungu mwenyewe alifanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema nirudi sipana nianze kuongea kistaarabu. Wewe watumishi wa Bwana, kama mtaka kuchechamaa sana. Unajua sometimes I talk out of holy anger. Kuna hasira fulani ya kiungu inakuja. Kwa sababu naona kuna vitu havitokea kwa sababu tumeamua kuwa wazembe. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo lazima mtumishi wa Bwana, lazima ufanye kazi. Hii zana ya kukaa maisha ya kurilaksi, hautaki kazi, haufanyi nini, hauwezi kumuona Mungu kabisa. Itasumbua sana. Kuna vitu havitatokea. Una biashara yako mtumishi wa Bwana.
kwa sababu ni ya kwako, unafungua kila siku saa 4, saa 5, siku zingine unasema sifungile, unapumzika bwana. Na upa mwili pole. Kweli mtumishi wa Bwana? You're not serious. Tuwe serious watumishi wa Bwana, kuna vitu havitatokea. Yaani na uzuri wa Mungu, hizi kanuni Mungu hazichanganyagi. Tunaelewana? Kama umeamua kuwa mzembe, wewe nena kwa lugha hata siku nzima huko ndani. Ukitoka hapa tutakusaidia hela ya nauli. Parakata yekete. Yaani mpaka unatutisha huko ndani. Lakini kama hutaki kufanya kazi, ukitoka pale una nauli. I tell you. Kwa sababu Mungu, God is a God of principles. Alafu hii hali ya kuchocha mimi natoka wapi? Mungu ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unajua mimi napenda kuwa mwalimu. Sasa mwalimu unakuwa unaenda taratibu. Tunaona watumishi. Mambo ya kuchachama yana watu wake. Tunaona. Shout a big hallelujah. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, kazi ni muhimu sana. Wewe nena kwa lugha, funga, omba, soma neno, ila ukitoka hapo kafanye nini? Tunaelewana watumishi wa Bwana? Na uwe serious kote. Yaani kila mahali unapotakiwa kufanya kazi, fanya nini? Tukuone unajituma mtumishi wa Bwana. Kwenye kila eneo jitume. Kuna watu ni wazembe mno. Tusonge mbele kidogo tuone Mungu unapofanya kazi mambo gani unapaswa kuyazingatia. Anasema katika kufanya kako kwa kazi unapaswa kuyajua yafuatayo. Andika kwa wale wanaoandika. Katika kufanya kazi kwako unapaswa kuyajua haya yafuatayo. Tunajaribu kuangalia habari ya kufanya kazi. Katika kufanya kazi mtu wa Mungu, katika kufanya kazi mtumishi wa Bwana, wekeza nguvu zako zote kwenye hiyo kazi. Wekeza nguvu. Usifanye kazi kwa kubahatisha. Wekeza nguvu. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Yaani unafanya kazi, umewekeza nguvu kiasi gani? Una biashara, kwenye hiyo biashara umewekeza nguvu kiasi gani? Ni mwalimu, kwenye ualimu umewekeza nguvu kiasi gani? Ni mtumishi wa Bwana, kwenye utumishi wa Bwana umewekeza nguvu kiasi gani? Ni mkulima, umewekeza nguvu kiasi gani? Ni mwanafunzi kwa wakati umewekeza nguvu kiasi gani? Kwa sababu nguvu unazokuwa umewekeza ndizo ambazo pia mbingu huwa zinaziangalia katika kufanya au upate matokeo yanayoendana na hilo jambo. Tupewe sifa. Kwa ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenye jambo lolote unalofanya mtu wa Mungu. Kama unafanya kazi, umeamua ni biashara, kuwa serious. Tukuone pale saa 1 huko pale. Umechelewa kutoka, unawahi kufungua unachelewa kutoka. Yaani wewe ni mtu ambaye mahali ulipo yani uwepo wako uonekane. Kazi hata kwa Bwana huku kazi, kuna watu ni wazembe sana, hata huko kanisani ni wazembe sana na wewe unawaona. Bwana Yesu apewe sifa. That is not my area by today. Tusome Mhubiri 9:10. Wekeza nguvu. Weka bidii. Wekeza nguvu. Weka bidii mtumishi wa Bwana. Tusome Mhubiri 9:10 mtumishi wa Bwana tuone maandiko matakatifu yanasema nini. Wekeza nguvu, au kwenye mabano unaweza kaweka bidii. Wekeza nguvu nyingi. Weka bidii. Mhubiri 9:10 mtumishi wa Bwana. Tuone maandiko yanasema nini. Usifanye tu kazi. Kwenye hiyo kazi umeweka bidii. Umeweka nguvu za kutosha. Ni kilimo una nguvu za kutosha. Ni mtumishi wa serikali umewekeza. Yaani hivyo. Mhubiri 9:10. Karibuni sana watumishi wa Bwana. Any person can lead for the sake of time management. Mhubiri 9:10. Karibu baba, nikushukuru sana mtumishi wa Bwana. Biblia inasema, maandiko matakatifu yanasema, lolote mkono wako utakaolipata kulifanya, lolote mkono wako utakaolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima, huko kuzimu uendako wewe. Bwana Yesu apewe sifa. The essence of this scripture, endelea mtumishi wa Bwana. The essence of this scripture, maana ya hili andiko, it is that ni kwamba when you have a certain work to do,
Unapokuwa na kazi fulani ya kufanya, you have to do it diligently. Unatakiwa ufanye kwa usahihi au kwa ukamilifu. So that ili kwamba you may see results. ili uweze kuona matokeo. You may attain results. Uweze kupata matokeo. If you do the other way around, kama utafanya vinginevyo according to God's principles, kulingana na sheria au taratibu za Mungu, you will achieve nothing. Hautapata chochote. And for that case, na kwa namna hiyo, you may find it that unaweza ukakuta kwamba it is very crucial. Ni muhimu sana. It is very important. Ni muhimu sana. It is very compelling. Ni inahitajika zaidi. It is very imperative. Ni muhimu zaidi na zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kizungu chenyewe kina maneno mengi kidogo watumishi wa Bwana. Hapo nilikuwa napiga neno tu moja. Sema imperative ni lenyewe, important ni lenyewe, compelling ni lenyewe. Na Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo you can see. Kwa hiyo unaweza ukaona that once it comes to work, inapokuja kwenye swala la kufanya kazi, it is a very serious issue. Ni kitu ambacho kiko serious. You have never you are required. Unatakiwa to engage seriously. Uingie kwenye hilo jambo ukiwa serious. So that ili kwamba the word neno word well, yes, the word dunia au neno, it can see, inaweza ikaona the blessings of God, baraka za Mungu upon your life, kwenye maisha yako, and not only upon your life, na sio tu kwenye maisha yako, but also upon your generation, lakini pia kwenye uzao wako, but not only upon your generation, lakini sio tu kwenye uzao wako, but also upon your relatives, lakini pia kwa ndugu zako, upon your neighbors, kwa jirani zako, upon your street, kwenye mtaa wako, upon your village, kwenye kijiji chako. People should see, watu wanatakiwa kuona that you are blessed, kwamba umebarikiwa because of what you are doing, kwa sababu ya kile unachokifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo bidii ni muhimu sana, watumishi wa Bwana. Tusome maandiko matakatifu. Bidii jamani, ni kweli unafanya biashara, una bidii sasa hiyo kazi hata unayofanya. Misali tusome 10 Misali 22:29. Tuone maandiko matakatifu yanasema nini, watumishi wa Bwana.